السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوتي البشرى الإسلامية inawaletea kwenu bayana Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Anawasomea kwenu moja katika maansari wake. Bayana kwa tarehe 27 Rabiul Awwal 1444 Hijria, sawasawa na tarehe 23 mwezi wa 10 2022, wakati wa saa 4:03 usiku kulingana na kalenda rasmi ya Qura. Bayana kwa anwani: amerudisha jibu Imam Mahdi kwa mtangazaji wa Kiarabu ambaye ni mwongo Muhammad al-Rabi', na kwa wale waliomsukuma ili ajitupe kwenye taka za historia. Bismillahirrahmanirrahim. Na swala na salam juu ya aliyehitimisha manabii na mitume, Muhammad mtume wa Allah, na kwa waislamu wote wema. Miongoni mwao wale hawataki kujitukuza katika dunia wala ufisadi, na mwisho ni ya wachaji, na alhamdulillah rabbil alamin. Na haki imetokezea, na najua kuwa familia ya Salman watafika kwenye hakuna njia kwenye mkutano mkuu wa viongozi wote wa Waarabu, kwa kuwa ni mubashara, inarushwa hewani moja kwa moja, na kila raisi ama mfalme yamlazimu azungumze mubashara hewani moja kwa moja, azungumzie ndani yake maudhui mapya kwenye mikutano ya Waarabu kuhusu mambo yanayoendelea kimataifa, wala sio kama mfano wa mkutano wa Jeddah ambao wamepangana ndani yake kwa kufanya utengezaji, isipokuwa Biden, rais wa Amerika, hajui kuwa yeye azungumza na mtu mwigizaji ambao amejivisha shakhsia ya Amir Muhammad bin Salman, na wala haitoa fedhehe isipokuwa mkutano na waandishi wa habari. Kwa hivyo hamkupata mwana mfalme wa Kiselemani Amir Muhammad bin Salman akitokea pamoja na rais wa Marekani Joe Biden, pamoja ya kuwa mkutano na waandishi wa habari ameifanya rais wa Amerika Joe Biden ndani ya mji wa Jeddah katika ufalme wa Saudi Arabia. Pia watafanya nini kwenye kongamano la Waarabu nchini Algeria? Na wao wanajua kwamba ni jambo lisilioepukika kutoa hutuba katika mkutano wa kilele wa Waarabu moja kwa moja, kwa sauti na taswira, kwa sharti isipokuwa anazungumza juu ya vita vya Kirusi na Ukraine. Hakuna nafasi ya uzushi, na hawawezi, sio mwigizaji wa mfalme Salman wala crown prince wake Muhammad bin Salman, kwamba wanazungumza katika hutuba mpya ambayo wanataja ripoti ya vita vya Urusi dhidi ya Ukraine kama ni mada mpya. Ninawapa changamoto ya kuitunga kama waigaji wa mfalme Salman na mrithi wake wa kifalme, na wao ni waigizaji wenye nyuso zilizofunika nyuso zao, kuchezea akili za watu. Abdul Aziz bin Salman na Saud bin Salman na wana wa Salman wengine kutoka wanawake wengine sio ndugu kwa baba na mama wa Muhammad na Khalid. Kwa hiyo wakachukua ufalme, wakaiongoza serikali na kutoa amri kwa jina la mfalme na mkuu wake wa taji, kama Khalid bin Salman alivyofanya hapo awali baada ya kifo cha mfalme na mkuu wake wa taji, hadi hatimaye ya kifo cha mwana mfalme Khalid bin Salman ilikuja kabla ya siku ya kilele cha Jeddah. Ndivyo ilivyotokea kwake, kama ilivyotokea kwa baba yake na kaka yake. Kifo chao kwa sababu ya COVID ya mauti haina kipingo. Kadhalika Abdul Aziz bin Salman na ndugu zake wengine wote ni kalamu mikononi mwa Rais Donald Trump wa Marekani. Yeye ndiye aliwahakikishia uhai wa ufalme wa Kiselemani baada ya mapinduzi yao dhidi ya familia ya Al Saud na kutengwa kwao kwa mfalme
kwa sharti la kuuzwa kwa msikiti wa Al-Aqsa. Trump aliwahakikishia ulinzi hata kama hakuwa madarakani, hivyo anawalinda kupitia wanachama wake watiifu wa chama cha Republican katika ikulu ya White House, haswa wale waliokuwa wa chama cha Republican na wote marafiki wa Trump. Basi na washuhudisha wanadamu na majini, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi kwamba yeye ni shetani muasi, adui wa Mwenyezi Mungu na kitabu chake Al-Quran, na adui wa dini ya Mwenyezi Mungu, Uislamu. Kila aliyokuwa rafiki wa Trump anajua kwamba mkabala wake ni sawa na ule wa Trump, sawa na ule wa Iblis, adui wa Mungu na mtume wake na dini ya Mwenyezi Mungu, Uislamu. Je, viongozi wengi wa Kiarabu wanawezaje kutamani kumrejesha Donald Trump kwenye kiti cha enzi cha Amerika, ingawa wanajua kwamba Trump ametangaza vita dhidi ya dini ya Mwenyezi Mungu, Uislamu, na kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an, na utakatifu wa Mwenyezi Mungu? Kila mtu ajue kwamba ufalme wa Al-Salman na wafuasi wao wa Kiarabu hawako pamoja na Urusi wala Amerika. Badala yake, ufalme wa Saudi Arabia uko pamoja na rais wa zamani wa Marekani, mnyama mbaya zaidi Donald Trump, dhidi ya rais wa sasa ambaye ana binadamu Joe Biden, na wanataka kuchoma kadi yake na kumrejesha rais wa zamani Donald Trump. Na wanajua kwa yakini kwamba Donald Trump alitangaza uadui na chuki kwa dini ya Mwenyezi Mungu, Uislamu, na kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani kuu. Laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya wahalifu, maadui wa Mola wa walimwengu wote kwa ujumla, popote walipo katika Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Na ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, ewe shetani Donald Trump, kwamba utakufa kwa ghadhabu yako na mashetani wa kibinadamu kama nyinyi kwa wasio Waarabu na Waarabu. Ama mfalme Salman na watoto wake waovu miongoni mwao wamefika mwisho, kwa sababu uongo una kamba fupi. Kama nilivyowafahamisha hapo awali kwamba hatimaye ya aliyo hai yuzungumza juu ya mada mpya, na wala sio tatizo liko kwa kifo cha mfalme Salman, kwa kuwa yeye ni mzee, ameisha kuwepo kwake kama hayuko, bali tatizo ni kifo cha kijana mwenye nguvu Prince Muhammad bin Salman pamoja na ndugu yake Prince Khalid bin Salman. Na mkutano mkuu wa Waarabu nchini Algeria ulikaribia kwa sauti na taswira na hutuba mpya juu ya mada mpya juu ya hatua ya dunia, na hakuna kutoroka. Ndiyo maana mulipata tangazo kutoka kwa mahakama ya kifalme kuhusu kutohudhuria kwa mwana mfalme wa Saudia Muhammad bin Salman kwenye mkutano wa wakuu wa nchi za Kiarabu kwa viongozi wote wa nchi za Kiarabu, na wanasema kwa kuzingatia hali ya afya yake. Na waliamini katika hili kwamba kwa sababu ya hali ya afya ya mwanamfalme Muhammad bin Salman, lakini sio ugonjwa tu unaondoka, badala yake kutokana na ukweli kwamba mwanamfalme Muhammad bin Salman, Mungu amemua kutokana na COVID ya mauti na kumwingiza katika kifo cha kliniki tangu Februari 3 mapema 2022. Na sio sasa kama wanataka kuzuia aya za uthibitisho, ingawa yeye ndiye kiongozi mdogo wa Kiarabu mwenye nguvu zaidi na viongozi wengine wa Kiarabu ni Sheibat. Hakuna udhuru kwake. Vipi hakupona mpaka tarehe Jumatatu ya Novemba, ikiwa ni ugonjwa tu, kwa kuwa malaise ni mawingu na hupita haraka, bali wanataka kuzuia na ukweli aya ya mawaidha na somo, bali
hatopona mpaka siku ya Kiyama, kwa sababu amekuwa katika hali ya kukosa fahamu ya kifo cha kliniki tangu mapema Februari 2022, ili kila mtu ajue kwamba Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani hakika ni mmoja wa wakweli. Basi shaka itaondolewa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Ukweli umefunuliwa na mtajua kwamba khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani hakika ni miongoni mwa wakweli, ili aangamize wenye kuangamia watu wa dunia kwa ushahidi na ahuishe wenye kuhuisha kwa ushahidi. Na si tu kwamba hatohudhuria mkutano wa viongozi wa Waarabu, pia hakuhudhuria mkutano wa Waarabu kilele ya nchi 5 za Kiarabu katika ulimwengu nchini Misri, ingawa ilifanyika kwa sababu ya usalama wa Saudi Arabia. Kadhalika Muhammad bin Salman hatohudhuria mkutano wa hali ya hewa. Sharti kwamba kuna hutuba ya moja kwa moja na ya moja kwa moja inayohudhuriwa na waandishi wa habari kutoka sehemu tofauti za ulimwengu, na sio chaneli moja inayorusha, bali iwachwe kamera za waandishi wa habari zikiwa huru kucheza moja kwa moja mtandaoni. Hapa hawawezi kuchukua hatua kuigiza na kudurudu na kutengeneza faili ya vita vya Rusia na Ukraine kwenye mkutano wa hali ya hewa. Ukweli kwamba vita dhidi ya Ukraine ni janga la kimataifa ambalo linaongezwa kwenye vita vya ulimwengu na vya korona vya Mungu. Kadhalika hamtopata Muhammad bin Salman akitokea kwenye mkutano na waandishi wa habari hadi siku ya Kiyama. Sharti kwamba faili ya vita vya Urusi na Ukraine itajwe, wala katika mahojiano yoyote mapya ya televisheni ndani na nje ya Saudi Arabia, ambapo anagusia wito wa Urusi na Ukraine wa kusitisha vita na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ya amani. Na Muhammad bin Salman haonekani na hatotokea katika hali yoyote mpya ambayo imetokea katika uwanja wa kimataifa tangu Februari 3, 2022, kama vile wito katika video ya moja kwa moja na sauti kwa Warusi na wale walionao mashariki na Ukraine na wale walionao pamoja na wao katika nchi za magharibi, kuwazuia Warusi kupigana na Ukraine baada ya kushindwa kwa rais wa Urusi kwa kutaja vitisho vya nyuklia. Hii ni kukiri kushindwa, ewe Vladimir Putin, kwa kukumbusha juu ya mwisho wa vita vya nyuklia kulingana na tangazo la rais wa Urusi. Kadhalika rais wa Amerika Biden alijibu kwamba majibu yatakuwa sawa. Baada ya hapo hakuna kisingizio kwa rais mkuu wa Kiarabu, mtu mwenye kiburi aliyekufa kiafya, mkuu wa ufalme wa Salmani aliyopandishwa cheo baada ya kifo chake kuwa waziri mkuu. Huyo alikuwa mwanamfalme Muhammad bin Salman ambaye alikuwa amekufa tangu tarehe 3 mwezi wa pili 2022, tangu mwanzo wa 2022. Hatoweza kwa maneno yake mwenyewe kutangaza harakati ya kupatanisha wa viongozi wa Kiarabu wakiongozwa na kiongozi mkuu wa Saudi. Kati ya viongozi wa Kiarabu Prince Muhammad bin Salman, na shuhudia kwamba kama angali hai ingekuwa fursa yake ya kihistoria kutafuta upatanishi wa Waarabu na kuongoza viongozi wa Kiarabu kusimamisha vita vya 3 vya dunia. Lakini mtu ambaye amekufa kifo kiafya tangu mapema Februari
2022. Anawezaje kufanya hivyo? Ukweli kwamba hili linahitaji kuonekana hadharani kwa Muhammad bin Salman. Sauti na taswira ya moja kwa moja na mikutano ya waandishi wa habari kwa mtukufu mwanamfalme Muhammad bin Salman kuzungumza kwenye faili ya kesi ya vita vya kimataifa vya Urusi na Ukraine. Najua kwa yakini kwamba familia ya Salman itafika mwisho, kwa sababu wafu hawatarejea isipokuwa kwa muujiza kutoka kwa Mola wa walimwengu wote. Wallahi hawawezi, si mfalme Salman wala mwanamfalme Muhammad bin Salman, kutafuta upatanishi wa kusimamisha hadharani vita vya Urusi na Ukraine kwa sauti na taswira ya moja kwa moja hadi wabebaji 8 wa kiti cha enzi wapite kwenye tundu ya sindano. Na sio hivyo tu, bali hata malaika waliwazunguka wakimsifu Mola wao mlezi wapite kwenye tundu ya sindano. Na sio hivyo tu, bali hata ufalme wote wa mbingu na nchi ingie kwenye tundu ya sindano. Na sio hivyo tu, bali hata pepo ambayo upana wake ni upana kama upana wa mbingu na ardhi iingie kwenye tundu ya sindano. Na ilikuwa sawa kwamba mchekeshaji wa vyombo vya habari Muhammad Ar-Raba amlani Nasr Muhammad al-Yamani kwa kutangaza kifo cha familia 3 waliokufa ya Salman, akisema na hao hapo wako hai. Ama aya ya kiongozi Ali Abdullah Saleh aseme Nasr Muhammad al-Yamani alikuwa akiapa kwamba hatochukua uongozi wa Yemen yote isipokuwa kutoka kwa Rais Ali Abdullah Saleh, na hao hapo wakamua Mahuthi na akafa na akashiba mauti. Hapa unaweza kuwafanya watu watilie shaka jambo langu ili ukweli urekebishwe, ikiwa Nasr Muhammad al-Yamani alikuwa kweli mmoja wa wakweli na khalifa wa Mungu juu ya walimwengu. Lakini haikuwa kwa mchekeshaji ambaye ni Raba isipokuwa afanye kunywa maji kwa bandia kwa khalifa wa Allah al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, maji kama kinywaji cha kuzimia ambao hamalizi kiu. Mungu akusameh mchekeshaji Muhammad Ar-Raba. Natamani ungekuwa na hata robo ya akili. Je, unajua wewe Muhammad kwamba da'wa yangu ilianza wakati Muhammad Ar-Raba alipokuwa na miaka 6 au 7? Na maanisha Muhammad Ar-Raba alikuwa mtoto mdogo kabla hajakuwa na kuwa mchekeshaji mzushi katika chombo cha habari cha uongo ambaye alipoteza uaminifu wake. Hata kama alikuwa mkweli katika baadhi ya maoni yake juu ya viongozi wa vyama, lakini kwa sababu ya kuthubutu kwa mwandishi wa habari Muhammad Ar-Raba kutunga uzushi juu ya khalifa Mwenyezi Mungu al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, hapo ndipo Muhammad Ar-Raba alipoteza uaminifu wake. Ni ubaya sana tulikupa umaarufu, basi unawachanganya vipi vicha wadai wa uongo wa Mahdi na khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani mwenye kauli za akili na mantiki. Ingawa umenieleza kuwa mimi ni ngamia, je, utafautishi kati ya ngamia na mapunda? Ewe mchekeshaji wa vyombo vya habari Muhammad Ar-Raba, nani aliyokufanya ufanye hivyo? Hatukuzuieni na uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mwepesi wa kuhisabu na mkali wa kuadhibu. Basi fanya himma kutubu na kuomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Moja, Mwenyezi anakuhadaa kwa udhibiti wake wa COVID yake pana na unakuwa miongoni mwa walio khasirika. Na lao ungekuwa mwanamume katika wakweli, ungetunga kunywa maji kama kunwa asio malizika na kiu. Ni mshangao ulioje
kwa wafuasi wako. Wanawezaje kumfuata mchekeshaji muongo ambaye haoni haya kutunga uongo? Na ewe mwanamume, sikumaliza hata chupa ya maji kwa hutuba nzima. Basi ni nani aliyokusukuma wewe kuthubutu kutunga juu ya khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani? Tungetaka kukufanyia mbinu, basi hakika wewe sio mwenye nguvu kwetu, lakini Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani na maansar wake, waja wa mwingi wa rehma, ni miongoni mwa wale wanaotembea duniani kwa unyenyekevu. Hawataki kufunga midomo ya watu, hawataki kutukuka duniani wala ufisadi, na wajinga wakiwasema nao husema amani. Haijuzu kwa ansar wala kwa mtu yoyote anayetaka uaminifu kubaki mwanachama wa mtangazaji muongo ambaye anatunga uzushi Muhammad al-Ruba. Je, huu ni haya kwa watu wanaokuwatazama ewe Muhammad al-Ruba, kwamba walitazama video hiyo wakafuata muhadhara wa maombelezi na ikawadhihirikia kuwa wewe ni mtu wa vyombo vya habari Mungu? Maadamu ulisema uongo kuhusu Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani na ukakusanya vinywaji vyote vya maji wakati wa saa za muhadhara, kwa hiyo ukakata pati zote za kunywa maji, ukafanya kunywa maji kwa kufatana, kunywa baada kunywa za kufatana, bali hata hukuniwacha nipumue kunywa maji. Lakini kwa kufanya hivyo uliwafundisha ansari jinsi utungaji wa picha hai ilivyo. Ama Abdul Malik al-Houthi, ni juavo mimi, hajatangaza kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi. Ama Hassan al-Tahami, mwandishi wa kauli mbio amat vile vile hakutangaza kwamba yeye ni khalifa wa Mungu Mahdi anayengojewa, bali anasubiri wafuasi wake waseme kuwa yeye ndiyo Mahdi anayengojewa, kisha akatae hilo, kisha wanazidisha msisitizo kuwa yeye ndiyo Mahdi anayengojewa, ili kutekeleza riwaya ya uongo kutoka kwao wenyewe. Haikuonekana hata miongoni mwa hadithi za uongo kutoka kwa mtume zilizotungwa na mashetani wa kibinadamu kwa mamlaka ya mtume wa Mwenyezi Mungu na masahaba wake watukufu. Ukweli kwamba wanafiki wanajua kuwa riwaya hii ni uongo wa wazi na usio na mantiki ambao hauwezi kukubalika kwa akili na au mantiki, kwamba khalifa wa Mwenyezi Mungu Imam al-Mahdi hajui kuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba amemchagua kuwa khalifa wake juu ya walimwengu. Ukweli kwamba Hassan al-Tahami anashikamana na hadithi za uongo zikiwemo umwagaji damu, na hatuziondolei pande zote za Yemen zinazopigania madaraka. Zote ni za damu, isipokuwa wale wanaomrehemu Mola mwangu mlezi na wakatubu na wakarejea. Ikiwa Hassan al-Tahami alikuwa miongoni mwa wasemao ukweli, angekuwa Hassan al-Tahami kwenye tovuti ya Khalifa Mwenyezi Mungu al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani Al-Bushra Islamic Forums kwa ajili ya mazungumzo kati yangu na Hassan al-Tahami, ikiwa alikuwa mmoja wa wakweli. Na hayhat, si rahisi ewe Muhammad al-Rabu', umejipotosha mwenyewe na hukumpotosha khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Na ikiwa Mwenyezi Mungu atakuokoa na ikakujia kwamba umemdheheki khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, basi unatembeaje kati ya watu baada ya Mwenyezi Mungu kumtia nguvu khalifa wake Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani kwa uwezo wake na nguvu zake?
Omba msamaha wako ili baada ya kutokezea kudhihiri pindi watu wakikuona wasiseme huyu ndiye Muhammad ar-Rabi', muongo mtungia utongezaji kwa khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Kwa kunwa maji, kunwa kama wanaosikia kiu isiyomalizika katika moto wa Jahannam. Wale wanaotaka kusaidiwa kisha wakasaidiwa na maji moto yaivisha nyuso, hivi humchi Allah Mola mlezi wa ulimwengu akufanye miongoni mwa wanywaji wasiomalizika na kiu. Wale wanaotaka kusaidiwa wakasaidiwa na maji yanayotokota ya choma nyuso kutokana na bukhari ya vuke lake. Ikawabidi wanwe kinwa kisio malizika kiu, kunwa kufuatilia kunwa kulingana uwingi wa vuke la maji. Je, umogopi Mungu kwamba utakuwa mmoja wao Muhammad ar-Rabi' kwa sababu ya uzushi wa khalifa wake Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani? Je, mnamuonaje Mola mlezi wa walimwengu wote ikiwa mnamkejeli khalifa wa Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa na Mola mlezi wa walimwengu wote, na hailazimishwi na watu wengine kama ulivyodai ulisema uongo ewe Muhammad ar-Rabi', bali ni hiari ya lazima ya Mola mlezi wa walimwengu wote kwa mja wake kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala akisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahu alazim. Umenikasirisha vipi uongo wenu na uongo wenu katika maji ya kunwa, na kumkejeli kwenu khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi, na uongo wenu niliokubaliana na Mahuthi wanifunge baada ya kutangaza karamu ya 70 mpaka mwezi wa Ramadhani upite. Wewe ni mmoja wa uongo na umejidhuru wewe mwenyewe na uaminifu wako wa vyombo vya habari, wewe na wale waliokuamuru kufanya hivyo. Baada ya mwaliko wa miaka 18, Muhammad ar-Rabi' anakuja na ananifanya kana kwamba nimekuwa ulinganizi wangu umeanzia tangu jana, kama Mahdi wenye pepo, mwito wao ambao haudumu, kwa sababu wana mantiki ya kichaa ambayo haiwezi kukubalika kiakili. Mtu mwenye akili timamu anayetumia akili yake hawezi mwandazimu kumkinaisha. Lakini ukiangalia kauli za al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani wa Qur'ani kwa al-Qur'an, kwa kutumia akili na mantiki, akili yako itakwambia kuwa Imam Nasr Muhammad al-Yamani si kichaa, bali yeye analingania kwenye haki na anaongoza kwenye njia iliyonyoka, na hakuna hivyo popote, na hakuna mwingine ila maansari wangu kutoka sehemu mbali za dunia wanaokukosoa. Hivyo popote ulipo wapo karibu na wewe, na usalama wa Mwenyezi Mungu uko juu yako kwa mtazamo wa maansari wangu, kwani hawapingani na amri yangu. Ama mawaidha na aya za somo ilifanyika katika maisha halisi, kama wale waliojaribu maansar wangu katika ufalme wa Saudi Arabia, na Mungu alimua mfalme Salman na mrithi wake wa kifalme Muhammad bin Salman na Prince Khalid bin Salman kwa COVID njama yake thabiti. Tunasubiri tangazo la kifo cha Rais Xi Jinping wa China, adui aliyoapishwa wa dini ya Mungu Uislamu. Mwenyezi Mungu ayagawe maisha yake haraka kwa uwezo wake na nguvu zake, ili amjalie kuwa miongoni mwa aya za khutba za mafunzo
na aliyokuwa kama yeye miongoni mwa viongozi wa wasiokuwa Waarabu na Waarabu. Inakuja wakati wao. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Ikiwa Nasr Muhammad al-Yamani alikuwa kweli khalifa wa Mungu juu ya walimwengu, basi jioni kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa katika mambo yake na udhihirisho wake khalifa wake kwa uwezo wake na nguvu zake. Mwenyezi Mungu atayathibitisha aliyowaahidi kwa haki. Kwa hivyo Muhammad bin Salman hatotokea katika mkutano mpya wa waandishi wa habari au mkutano wa televisheni akizungumza masuala mapya ambayo yamefanyika katika eneo la kimataifa baada ya kutangazwa kwa kifo chake na kifo cha kliniki tangu Februari 3, 2022. Ingawa vita vya Urusi na Ukraine vilifanyika katika mwezi huo huo wa Februari na Muhammad bin Salman aliuawa kabla ya hapo, na tukio la kimataifa vita vya Russia hivi ulimkuta Muhammad bin Salman aliwahi kusema kwa ulimi wake kuhusu vita vya Urusi na Ukraine. Hakuna video ya zamani yake iliyotaja vita vya Urusi na Ukraine ambavyo vilizuka ghafla siku chache baada ya kifo cha Muhammad bin Salman, bali katika mwezi ule ule wa tarehe Februari 24 mwaka huu 2022 na kuendelea hadi kutolewa kwa taarifa hii. Mmiliki wa kifo cha kliniki Prince Muhammad bin Salman hajaonekana katika picha ya moja kwa moja au sauti tangu mwezi huu Februari, mwezi wa pili, na sasa tuko mwishoni mwa mwezi wa 10. Je, umepata video moja akitoa wito wa Urusi na Ukraine kusitisha vita na kuelekea kwenye meza ya mazungumzo ya amani? Na tunarudia na tunakumbusha na kusema, kama Muhammad bin Salman angekuwa hai, hii ingekuwa fursa yake ya kihistoria. Kwa hivyo historia imeingia kwenye milango yake mipana zaidi. Saudi Arabia ni rafiki wa nchi za Mashariki na Magharibi, na nyuma yake kuna vichwa vya Waarabu. Kwa hivyo wanalaumiwa Waarabu ikiwa hawasuluhishi katika vita vya Waajemi wao kwa wao, ijapokuwa madhara yake yatawaathiri Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Na Mwenyezi Mungu huwapa ushindi wacha Mungu wasiotaka vita na kumwaga damu kwa mchokozi. Anajua yaliyomo ndani yao. Badala yake vita vya kimataifa ya korona ni kali zaidi na ya mateso zaidi. Hivi karibuni idhaa zote za Kiarabu na za kigeni zitakuwa na shughuli nyingi kusahau vita vya Ukraine na kutaja vita vya kimataifa vya korona. Na tumekuambia hapo awali kwamba hakuna chochote isipokuwa ujanja ambao umepita, na wakati wa wanyama weusi wakali umefika. Basi ngojeni kusikia kifo cha Shenjin. Mwenyezi Mungu akipenda, Mola mlezi wa ulimwengu wote, kisha aliyekuwa kama yeye katika walimwengu. Je, asubuhi sini karibu? Na salam juu ya mitume na alhamdulillah rabbil alamin. Khalifa wa Allah juu ya ulimwengu wote, Al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.